Kitu cha pili cha Myahudi, kwa nini Myahudi amekuwa mtu hatari na yupo kila mahali katika ushawishi wa dunia? Wayahudi wana sheria moja ambayo ilianza kufanya kazi miaka mingi sana. Ilikuwa ni mwiko kushirikiana na mtu asiye Myahudi kwenye biashara. Yaani ilikuwa ni mwiko kushirikiana na mtu asiye Myahudi kwenye uwekezaji wa kibiashara mkubwa. Kwa hiyo mabilionea wa Kiyahudi walikuwa wanaenda kutafuta mabilionea wenzao wa Kiyahudi ili kufanya biashara, hela zibaki kwa Wayahudi. Mfano mzuri, zamani kabila la Wachaga walikuwa na utamaduni kwamba Mchaga alikuwa akitaka spare ya gari, alikuwa haendi kwenye duka lingine lolote, anakwenda kwenye duka la Mchaga mwenzie ili kubarikisha hela kwenye utamaduni wa Kichaga. Kwa hiyo Wayahudi ndio master wa hiyo system. Au siku hizi tuna kabila la Wakinga wanavyoshirikiana, Wakinga wanavyosapotiana. So Wayahudi sheria yao ilikuwa ni hiyo, mwiko, kutoa utajiri nje ya Uyahudi. Alafu wana sheria kuu inayosema kwamba kila Myahudi kila mwisho wa mwaka hutoa 1% la pato yake kuichangia Israeli. Yaani kila mwisho wa mwaka, kila bilionea, mamilionea, wale wa trilionea wa Kiyahudi hukata 1% kadhaa kwa upendo, kwa moyo wao, kurudisha ndani ya Uyahudi. Shaona hilo taifa ni la watu wachache, lakini wanajua namna kutengeneza backup. Sasa basi, Wayahudi waliona nguvu kwenye kuanza kuidominate dunia wapi? Baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia na vita kuu ya pili ya dunia, familia za waasisi wa Wayahudi walianza kushika zile sehemu muhimu. Walianza kuangalia mbele kwamba dunia inapoenda, yani Wayahudi walikuwa wanaona fursa. Kwanza mimi nikwambia kitu kimoja, wewe unafahamu kama 80 mpaka 90 ya vitabu vyote vya maandiko ya kidini yameandikwa na Wayahudi, na waliandika ile kama falsafa ya kiutawala. Mfano Bible imeandikwa kama kitabu cha utawala, sio kitabu cha dini, ila tu watu wengi ukisoma kama wanadini, na ndio maana katika 80 mpaka 90 Biblia na vitabu vyake vyote katika Maagano ya Kale na Agano Jipya wametaja maeneo ya Israel kwa wingi. Mto Yordani, sijui walipofika Yerusalemu, Bethlehem, wapi walikuwa wanatengeneza ukomavu, wanawaindoctrinate au kuwaingizia watu kutengeneza Israel kuwa taifa teule. Na mpaka leo watu wanaamini Israeli ni taifa teule, lakini leo hii ndo makombora na umwagaji wa damu yanaruka pale Israeli. Taifa teule la Mungu linapiga mikombora, midroni. Kwa hivyo wale jamaa walikuwa na akili sana wa kuindoctrinate watu, walikuwa na uwezo mkubwa wa kutengeneza hoja, ushawishi na kuwatengenezea watu vision, kuona kwamba Israel ni sehemu takatifu. Kwa hiyo ushawishi huo wakaupandikiza kwa vizazi na vizazi, kibiashara, kiuchumi, kiafya na kilimo, Israeli kiteknolojia. Kwa hiyo Israeli sasa, narudi kwenye nani ya msingi kwamba hawa jamaa walijua dunia inavyoenda. Kwa hiyo waliandika sheria zao na waliandika historia zao kama kitabu kitakatifu. Ile ni historia ya Israeli. Maana yake ni nini? Wao jamaa waliiaminisha dunia kwamba wao wana mamlaka na dunia ikatii, na wakafanya kweli. Wakati vita kuu ya pili ya dunia imeisha 45 kwenda mwaka 50 na 60, Waisraeli wengi, wale wazawa, wale wazee wa kwenye familia za kale, walianza kushika mifumo ya uchumi na elimu na mifumo ya uwekezaji wa viwanda na kilimo katika Ulaya yote ile. Mfano, wakati tunazungumzia kuanzishwa kwa benki duniani, banking system, historia inatukataza kuwasahau watu wanaitwa Rothschild family. Tunataja kila siku Rothschild family. Hii ni familia ya Kiyahudi. Hawa jamaa ndio waliobuni mfumo wa benki. Yaani baba yao, mzee wao katika Rothschild family alipokuwa anaanza kuanzisha benki, aliwachukua watoto wake akawapa idea ya kwenda Ulaya. Kila mtoto akafungue branch au tawi lenye mfumo unaoitwa benki, na anza kutengeneza mzunguko wa fedha katika kunufaisha Uyahudi. Na ndio maana benki zote duniani zilitengenezwa au ziliasisiwa kupitia huu mfumo wa hao familia ya Rothschild. Kwa hiyo sasa unaweza kuona jinsi gani Myahudi ameanza kutengeneza mizizi kitambo. Ndio maana sasa hivi amekaa tu pale kwenye visima vya mafuta vyote, kwenye biashara za mafuta duniani, za ndege, za nini. Hao jamaa walikuwepo.
pale Venezuela kwa Maduro, ile issue Maduro anachukuliwa pale, anabebwa pale na chopa za Marekani, anachukuliwa nini, operation yote ile imeendeshwa na Israel. Watu wanafikiri Marekani ndio walioendesha operation ya kumng'oa Maduro pale Venezuela kwa sababu ya visima vya mafuta na zile finali zake za pale za uchimbaji na usafishaji wa mafuta. Israeli alikuwa anaitaka ile eneo la kimkakati. Kwa hiyo waliomng'oa pale Venezuela Maduro sio Marekani, ni Israeli. Na waasisi wa utawala wa Kimarekani, watu walijiuliza swali, narudisha kwa siku chache kidogo za miaka kadhaa. Watu walijiuliza maswali kwamba kwa nini baada ya kuvuja kwa zile faili za Epstein faili utawala wa Marekani ulikuwa hauna sauti. Israel wamekuwa wakiendesha operation nyingi sana za kufanya blackmailing. Umeona bwana, kuwahadaa kihisia na kutumia baadaye kama udhaifu wa kimaamuzi juu ya watu maarufu. Israeli kwa mara kadhaa wamekuwa wakipanga nani awe mtawala katika muziki, katika filamu. Nafikiri wengi mnaona anachopitia Kanye West kwa miaka sasa hivi, anavyoteseka zidi ya Wayahudi, show zake zinavyoyumba, ushirika wa kibiashara na makampuni makubwa kama Adidas yanavyopukutika. Hao jamaa ni hatari. Sasa kivipi? Hao jamaa walishika kila eneo unalojua wewe, kila eneo. Kama nilivyokusha kuambia, usichokifahamu, hata rais wa Marekani, vyama vikuu vya upinzani pale Marekani kwa maana Democratic and Republican, wafadhili wa vyama vile ni Wayahudi. Wote wanafadhili vyama, yani wanafadhili vyama vyote viwili. Na ndio maana rais yeyote wa Marekani anayeingia madarakani huwa hawezi kuwapinga Wayahudi. Nilienda mbali kidogo nikaambia hata hii vita inayoendelea ya Marekani na Iran ilisukumwa sana na Israel, kwamba Marekani lazima apigane hii vita. Na ndio kipindi hicho Marekani alipoona Israel alipoona Marekani hataki kutia nguvu, akaachia faili za Epstein file kama sehemu ya onyo. Zile faili chache zilizoonekana kuhusu Donald Trump, washirika wengine na watu wengine wa nyadhifa za juu, ilikuwa ni onyo tu, lakini ndani ya zile faili kuna mafaili mengine mazito ambayo watu waliambiwa kwamba msipoenda front tutakuja kuachia na hizi afu tuone dunia inasemaje. Kwa hivyo ushirika wa benki kuu ya dunia World Bank upo chini ya Israeli, na kwa ushirikiano mkubwa kabisa wa taasisi moja kubwa kabisa ya kiimani ambayo ina hisa nyingi sana kwenye hiyo benki kuu ya dunia. Na hao jamaa kazi yao ni kuoperate usambazaji wa vifaa, kwa maana vifaa vya kivita na usambazaji wa dawa za binadamu. Ndio maana siku hizi chanjo nyingi, magonjwa yanazuliwa mengi. Sasa propaganda, chanjo sio ya nini, chanjo ya nini. Na ukijaribu tu kutengua hizi kauli, basi wewe mapema tu asubuhi watu wanasikia kwamba mambo hayako vizuri. Kwa hiyo nitaka tukuonyesha juu kwamba Israel ni taifa la watu wachache, lakini walitambua nguvu mapema. Waliwekeza kwenye uchumi, waliwekeza kwenye biashara, waliwekeza kwenye nguvu za kijeshi. Ni watu wachache sana, lakini wao mara nyingi vita zao wanapigana kutumia watu, hawaendi wenyewe. Operation zao nyingi wanatumia watu. Achana na vikosi vyao kama Sayeret Matkal au Mossad, vikosi vile vya kufanya operations za kijasusi, lakini wao wenyewe pia wamekuwa wakizitumia nchi zenye nguvu zote hizi, Urusi, Marekani, wapi, wamekuwa wakitumia hizi North Korea kule kwa Kim Jong Un, wamekuwa wakiwatumia hawa watu kwa ajili ya kuendeleza hizi movement za duniani. Na ndio maana hata ukija Afrika, maeneo kama mashariki mwa Kongo, kwa hichi kinachoendelea kwa miongo kadhaa sana kwenye madini, kwenye nickel, sukopa, dhahabu na vitu vingine, hakuwezi kutulia kwa sababu kuna hitajika sana kuwe vile ili mambo yaendelee kwa vizuri. Mambo ni mengi sana, lakini Wayahudi ndio wako nyuma biashara zote. Majarida makubwa, New York Times, Wall Street Journals, mashow makubwa kama ya majarida vya Vogue na show zao kubwa kama hizo Gala na vitu vingine, nyuma yote wako Wayahudi. Kwa hivyo unaweza kuona jamaa jinsi gani wamejipanga na wako vizuri na wanaendelea kutawala dunia kwenye mashirika makubwa, kupitia mashirika makubwa, kupitia serikali kubwa na vitu vikoyo. Elimu, siri, kutunza siri zao, ushirikiano wao, kutambua muda mapema, wale vizazi vyao vya mwanzo, kutambua nguvu ya uwekezaji mapema. Hizi ndio pointi ambazo zinamfanya Myahudi kwa mtu hatari. Sawa bana. Lakini pia education system, Wayahudi wengi wanafundishwa kumanipulate
kuwa wahadaifu wa dunia, how to manipulate the world. Hawafundishwi kuishi kutawaliwa, wanafundishwa kuwa wahadaifu. Hilo ni tawi la black psychology katika ulimwengu. Usipolijua hilo, huwezi kufanikiwa kwenye biashara yoyote ya dini, elimu na nini. Ili ufanikiwe lazima uwe mdanganyifu. Lakini umdanganye unayemdanganya bila kujua kama anadanganya. Asanteni sana bwana, hizi ni pointi za kuonyesha kwamba Wayahudi hao wamekuwaje watu wenye nguvu sana katika ulimwengu. Kwa leo tuchukue hizo 5 za nguvu sana kwa Master Elimo. Anafanya vitu kabisa fresh kabisa, na mimi natokea kama ilivyokuwa Bulbul.